mtoto wako adabu, maana wewe ndio unafanya mtoto wako agawe ile ile laana. Unafanya mtoto wako ashikwe na laana. Laana sio ya mzazi mwenye kuzaa wewe. Laana unaweza ashiwa hata na mzazi mwingine. Maana mimi naangalia katika Biblia, wacha turudi katika maandiko. Kama wale watoto, kama ile laana haiwezi kukushika ya mzazi mwingine nyaga, ile tufa ama ile pia haingetoka from nowhere na ikule wale watoto. Maana wale watoto hawakuwa wa ule mzee. Walimshekelea kuhusu kipala yenye alikuwa nayo ule mzee akakasirika, maana alikuwa mtumishi wa Bwana na tena alikuwa mzazi, na wakawa wakukufa wote nyaga, kwa sababu ya kitu inaitwa laana. Wazeni wazazi, wale wazazi wa siku hizi, washeni tufuze watoto kwa ile njia inastahili. Washeni tuwaonyeshe ile mwelekeo mzuri, ile heshima idumu. Mzazi usifanye mtoto maisha yake ikiwa fupi katika ulimwengu hii, ama hata kama itakuwa refu Wanjiko, ikuwe ya rahana Wanjiko, ikuwe haina mafanikio. Maybe ndio unapata mwisho huyo mtoto wako atapata sasa, hata akienda kazi pesa ile anatafuta ni ya kukunywa bangi Wanjiko, ama pombe, ama ni ya pombe. Unaona mtoto anapotelea kwa dunia. Sababu ya wako wewe mzazi, hata sana labda si mtoto. Unajua kuna mekana Wanjiko ama mwelekezi wetu, mtoto umuleavyo ndivyo akuavyo. Kwa hivyo vile utalea mtoto wako kwa nidhamu, kwa ile kuheshimu wengine, kwa ile njia inastahili, kwa njia ile inastahili, ndivyo atakuwa. Lakini wewe kama unachukua mtoto wako kama mayai ati ukichapa itafujika. Na tena niwaambie kitu moja, heshima si utumwa. Heshima si utumwa. Mswahili alisema, na kweli heshima si utumwa. Si utumwa. Maana vile utafuza mtoto wako, hivyo ndivyo atakuwa. Na tena mti tunaambiwa inatengenezangwa wakati, inanyoshangwa wakati iko kidogo. Iko mti kidogo. Maana ikikuwa hutaweza kuinyoosha nyaga. Ikikomaa kama imeinama itakuwa hivyo. Lakini ukinyoosha ikiwa kidogo itanyooka. Wanjiko wa Kikuyu wamesema mote uronga kwa we mwigo. Yaani wakati kamuti kako pale chini, yani wakati kamemea, ukiona kameanza kumbendi kidogo hivi, chukua mti mwingine na uweze kuirainisha ile mti yako. Isimame. Na kurainisha kwa mtoto ni kusema nini? Ni kumwelekeza na njia ile inastahili. Akikosa unajua mpe adhabu. Wanjiko ile ingawa sitaki kurudi hapo, nitarudi tukilia hapo kwingine. Wanjiko unajua saa hii imeambikwa spare the Lord, spoil the child. Ati ukiweka kipoko chini unaharibu maisha ya mtoto. Mbona huyu mzungu akasema hivyo? Nyaga, kuna mahali Biblia imesema ati na nyinyi watoto msiweke kiboko chini kwa sababu ya watoto wenu. Nyinyi wazazi msiweke kiboko chini kwa sababu ya watoto wenu. Biblia ikinena hiyo maandiko ilikuwa inanena kuhusu kutengeneza watoto. Mtoto akichapwa atolewangu nje, anachapangwa akirudishwa kwa nyumba, akirudishwa na ndani. Nyaga, nakumbuka siku moja bradhangu akakutana na mzazi walika na baba yangu. Kulikuwa ni wakati wa mwaka mpya. Babangu muwe mzee akasalimia bradhangu, ati habari yako mwaka mpya? Naye bradhangu akamwambia mzuri sana mwaka mzee. Yule mzazi alikuja mpaka nyumbani. Nakwambia bradhangu alitandikwa na baba yangu kuonyeshwa amefanya makosa. Lakini siku hizi hata abia mzazi mtoto wako amefanya hivi nyaga, huyo mzazi atawaka ni kama ni moto. Anaona ni kama ni yeye tu peke yake amezaa. Na anasahau pia wewe uko na watoto. Vile alipitia wakati alikuwa anapata huyu mtoto, hata wewe hivyo ndivyo tu ulipitia. Lakini wazazi wa siku hizi wanajifunza vibaya sana. Wanjiko, ndio tukitamatisha neno la siku ya leo, ati watoto muweze kuheshimu wazazi wenu ili muweze kuishi miaka mingi. Ama hii ndio amri kubwa ya kwanza yenye agano. Ni agano na nani? Na mtoto
na Mungu wanawekwa agano. Hata wewe mzazi ukiwa hapo, kuna wakati ulikuwa mdogo. Kwa hivyo hiyo wakati ulikuwa mdogo ndio mliweka kwa sababu ya kutii mzazi, ndio agano, uliweka agano na Mwenyezi Mungu, yani utapata baraka. Kwa hivyo wewe mzazi ukiwa mahali pale, usifanye mtoto wako akaweze kupata rahana kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa kukosa kumwelekea mwelekeo mzuri katika maisha. Na wewe mzee ukiwa mahali pale, kwa kweli kuna wazee wengine wanakaa ni kama Wanjiko, ni kama wametumwa na shetani. Wacha nisiseme na nguvu hiyo, nisiseme na nguvu, anakaa ni kama wametumwa. Sababu unapata mtoto ndio anafanya kazi kama Wanjiko vile tulikuja Nairobi kutafuta, na sababu upati pesa ya kutosha Wanjiko ya kujikimu na kufanya mambo ingine, unapata wazee wengine wanachokoza watoto sana.